Amen, amen. Karibu katika sehemu nyingine ya somo letu. Linaitwa ombeni mtapewa. Hakuna ambaye anaomba alafu ananyimwa. Ndio muhimu wa somo hili, kwamba limelenga kukuonyesha kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anamuomba Mungu kitu alafu akanyimwa. Watu wote wanapewa. Amen. Changamoto inakuwa ni nini? Mbona havitokei? Kadri tunavyoendelea kujifunza nitakuonyesha. Kwa sababu neno linasema kila aombaye hupokea. Kwa hiyo hapo ndipo tatizo kubwa linakuja kwa watu hawapokei. Hawajui kupokea. Amen. Lakini swala la kupewa ni la kila mtu. Haleluya. Kwa hiyo usitembee kwenye maisha yako ukimwazia Mungu kwamba hakupi. Labda wewe ni mwovu sana, ni mwenye dhambi, ulimkoseaga, kuna wakati uligoma kutoa fungu la 10 hata ulipoambiwa. Hayo yote wala usiyaweke kwenye akili yako. Hayo yote ni shetani anakuambia ili utoke nje ya neno la Mungu. Mtafuta popote kwenye neno la Mungu ambalo linasema Mungu hatakupa kwa sababu hauendi kanisani. No. Inawezekana kutokwenda kanisani kukasababisha upokei kwa namna moja, kwa sababu utakuwa hauna imani ya kupokea. Haujajifunza kupokea. Pengine unasema unajua mimi sitoi fungu la 10. Inawezekana, sio kwamba Mungu hakupi, inawezekana kutokutoa fungu la 10 ndo kunakupa kikwazo cha wewe kupokea. Lakini si kwamba Mungu amezuia hakupi kwa sababu hujatoa fungu la 10. No. Inawezekana haya yote ambayo huyafanyi ndio anayokupa wewe kikwazo katika kupokea. Sio Mungu. Uhusiano wako na Mungu uko pale pale. Biblia inasema kila aombaye hupokea. Haijasema kingine zaidi ya hapo. Kwamba unajua unaweza ukaomba usipewe. No. Ukisikia mtu anahubiri hivyo, ujue anahubiri akili zake. Inawezekana ikachukua muda kukufikia, lakini bado ukiomba unapewa. Na uzuri wa Mungu, hakupi siku nyingine. Anakupa saa ile wakati unaomba. Kama unafikiri Mungu ukimwomba ndo anaenda kuweka kikao, aanze kujadili na Bwana Yesu na Roho Mtakatifu labda na malaika kadhaa, hakuna hicho kitu. Ukiomba unapewa. Amen. Sasa hicho kipengele cha kupokea tutakifikia. Lakini leo hebu tuende Waebrania 11 mstari wa 6. Waebrania 11 mstari wa 6, kuna kitu cha kujifunza pale. Amen. Inasema hivi: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kumpendeza nani? Kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Okay. Hapa kuna jambo ambalo ni la muhimu. Biblia nyingine inasema huwapa zawadi, huwapa thawabu. Ni kitu hicho au huwatunza, ni kitu hicho. Amen. Sasa anasema na vitu hivi tunavyovisoma hapo unaweza kufikiri kana kwamba havina maana. Lakini ukiingia kwenye maombi inawezekana ndio sababu pia vitu havitokei. Amen. Anasema hivi: kila anayemwendea Mungu
Kwanza lazima aende kwa imani. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Yakobo anasema na aombe kwa imani pasipo shaka. Amen. Na anakuambia kabisa kitu cha kuamini. Anakupa mambo mawili ambayo unapaswa kuyaamini. Jambo la kwanza anasema amini ya kwamba yeye yupo. Mungu yupo. Sio Mungu atakuwepo. Sio Mungu atakuja. Sio mambo ya kusema ngoja nifanye maombi nivute uwepo wa Mungu. Mungu yupo. Hajasema Mungu anakaa mbali. Sababu wengine mnaomba kwa sauti kwa sababu mnataka maombi ya penye anga zote yafike kwa Mungu. Amini ya kwamba Mungu yupo. Yuko wapi? Hapo ulipo sasa hivi. Kwa hiyo maombi yako wala hayaendi popote zaidi ya hapo ulipo. Ya hapo hapo. Hapo ulipo. Hayapiti anga ya kwanza mpaka sijui ya ngapi ili akamfikie Mungu. Hapo ulipo. Kwani Mungu si anaishi ndani yako? Na wewe unaishi ndani ya Mungu. Si unatembea na Mungu wakati wote. Uwepo wa Mungu si upo na wewe. Kwa hiyo maombi yako hayaendi mahali popote. Yanaishia hapo. Anasema amini ya kwamba Mungu yupo. Hapo ulipo sasa hivi Mungu yupo. Kwa hiyo kabla hujaomba anasema uamini ya kwamba Mungu yupo. Ndio jambo lako la kwanza. Anataka uamini hivyo. Amen. Wewe unaamini Mungu yuko wapi? Mbinguni. Hujakosea. Mungu yuko mbinguni. Yupo ndani yako. Wewe upo ndani ya Mungu. Mungu yupo kila mahali. Katika kila kitu. Sasa wewe ukianza kudhani ya kwamba Mungu yuko mbinguni peke yake, hayupo na wewe hapo, shida ndipo inapoanzia. Kwa sababu utakuwa unapambana kutaka maombi yako yafike mbinguni. Mbinguni penyewe upajui ni wapi. Na shetani atakuonyesha mbinguni ni macho yako yakiangalia juu, huko juu, kwenye anga huko. Unaona anga la blue. Kwa kifupi hakunaga anga la blue. Ni hiyo blue unayoiona ni mwisho wa macho yako. Amen. Hallelujah. Huko ndo utadhani Mungu anakaa. Kwa hiyo utakuwa unatamani maombi yako yapite. Yaende. Shetani atakwambia bado sasa hivi amefika anga la kwanza, kuna anga 10. Amen. Kuna mbingu 10. Inatakiwa zifike kwenye mbingu zote. Mungu anakaa ile mbingu ya 10. Kwa hiyo inabidi uvunje ubomoe mbingu zote. Sasa hizo mbingu zote ni za kwake. Unazivunjaje? Unazibomoaje ili maombi yako yapite? Lakini ukishajua kwamba Mungu yupo na wewe hapo, hutakuwa na haja ya kupiga yowe. Hutakuwa na haja sijui ya kuvunja na kubomoa na kusudi na kufanya nini ili maombi yako yapenye. Utaomba vizuri, utaomba taratibu, utaomba kidogo kwa sababu Mungu yupo hapo. Hili likabadilishe unavyofikiri kuhusiana na Mungu. Kwamba ni Mungu ambaye anakaa mbali? Never. Ni Mungu ambaye yupo karibu. Daudi mwenyewe anasema ni msaada wakati wa mateso, msaada ulio karibu wakati wa mateso. Yupo karibu muda wote. Changamoto unazozipitia zisikudanganye kwamba Mungu yupo mbali. Unajua watu wengi wanapitia changamoto kwa wanaona Mungu yuko mbali, ndio maana sisaidiki, ndio maana sitoki katika ile eneo. Mungu mbona umeniacha? Mungu niangalie, Mungu sijui na nini, Mungu mbona uko busy? No. Haya yote ni mawazo ya shetani ili uendelee kudidimia katika hiyo changamoto. Lazima uwe mjanja.
Bwana Yesu mwenyewe anasema mkae wajanja kama nyoka. Mwe wajanja na mkae wapole kama njiwa. Lazima uwe mjanja, lazima ujue kabisa hizi ni hila za shetani. Shetani ndiye anayekuhubiria na kukuambia Mungu yuko mbali, na anakupa ushahidi kama angekuwa karibu mbona unapitia hili. Kama angekuwa karibu mbona hajajibu mpaka sasa. Mungu yuko mbali, hajasikia maombi yako hayapiti, maombi yako hayafiki mahali. Ndivyo anavyozungumza hivyo. Maneno ya adui shetani. Amen. Jambo la pili tuliloambiwa tuliamini ni kwamba anasema, ngoja nisome tena, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko hapo sasa hivi. Sio kwamba anaishi, sio kwamba Mungu yupo, tunajua Mungu yupo. No, anazungumzia Mungu yupo hapo na wewe. Sasa hivi. Wakati ule unapoomba, muda wote, amini kwamba Mungu yupo. Lakini jambo la pili anasema hivi, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Tumepewa mambo mawili ya kuamini, ili tunachokiomba kiweze kudhihirika. Kwanza tuamini ya kwamba ule muda tunaoomba, saa ile tunapoomba, Mungu yupo hapo saa hiyo. Hayupo mbali. Jambo la pili tuliloambiwa tumeambiwa tuamini ya kwamba Mungu anawapa watu thawabu. Watu wote wanaoenda kwake wanapewa wanachohitaji. Amen. Hapa ndipo ambapo watu wanapochanganyikiwa. Nimemuomba Mungu kitu fulani, sijui kama atanipa. Anasema hivi, kabla hujaenda kuomba, amini ya kwamba Mungu yupo hapo na wewe, na uamini ya kwamba anakupa kile unachoomba. Sasa kama umemaliza kuomba na bado huamini ya kwamba kama Mungu atakupa ulichokiomba, ni bora usingeomba. Kwa sababu neno linataka uamini kabla hujaanza kuomba. Uamini ya kwamba hichi kitu ninapewa, yani nikiomba tu ninapewa. Ukishaamini hivyo ndo uombe. Sasa umeombaje wakati hauamini kama utapewa? Imekuwaje mpaka ukaenda kwenye maombi? Imekuwaje ukapiga magoti kuomba? Kwa sababu hivi vitu ulitakiwa kwanza uviamini kabla hujapiga magoti kuomba. Kabla hujaanza kusema Baba kwa jina la Yesu, ulitakiwa hivi vitu viwe tayari vimeshapita kwenye kichwa chako. Ya kwamba Mungu yupo hapa na mimi, na ya kwamba ananipa kile ninachokiomba hapa, sio siku nyingine. Kwa hiyo ukisikika huko nje unasema kwamba sijui kama Mungu atanipa, inabidi tuanze kuwaza, kujiuliza na kupima, huyu mtu akili yake iko sawa? Kwa nini? Kwa sababu alibidi apitie vigezo vya imani, ambapo katika hivyo vigezo ni viwili tu vya imani. Mungu yupo hapa sasa hivi nikiwa ninaomba na ananisikiliza. Cha pili ni kwamba Mungu ananipa kile ninachoomba. Sasa ngoja niende nikasome tena kwenye Biblia, kitabu kingine cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5. Kitu hicho mstari wa ule wa 14 na 15. Mambo hayo mawili ndo naenda kuyasoma. Roho Mtakatifu pia aliongea kupitia Waebrania, kitabu cha Waebrania, ameongea pia kupitia Yohana. Anasema ni hivi, waraka wa kwanza wa Yohana 5:14-15. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, anatusikia hapo. Na kama tukijua kwamba atusikia tunapoomba chochote, tunajua kwamba tumetimiziwa zile haja tulizomuomba. Kwa maana nyingine anasema tunapaswa kujua kwamba tunazo. Biblia ya kawaida inasema tunazo
Biblia nyingine inasema tumepewa. Amen. Yale ambayo tumeomba, yoyote ambayo tutakuwa tumeomba, tunakuwa tumefanyaje? Tumepewa. Amen. Biblia inatuhakikishia, neno linatuhakikishia ya kwamba tunajua kwamba tumetimiziwa. Tunajua kwamba tumekwisha kupata. Biblia neno nasema tumekwisha kupata. Amen. Sasa umekwisha kupata wakati gani? Wakati ule unaomba. Sio baadaye, sio siku nyingine, no. Ni saa ile unaomba. Na ndio maana kabla hujaenda kwenye maombi, unatakiwa uwe tayari, unaamini Mungu yupo hapo na amekusikia na anakusikia. Unatakiwa uamini ya kwamba Mungu anakupa ule muda wa maombi unapokuwa unaomba. Ukiamini hivyo, ukimaliza maombi yako, huwezi tena kusema sijui kama nitapewa. Unajua kabisa nimeomba, nimepewa. Amen. Hutembei tena na kwanza kusema Mungu nipe. Mungu kumbuka ile hitaji langu. No, umeshapewa. Tayari umepewa. Sasa haya ndio mambo mawili ambayo watu wanajisahau. Watu wanapotea kwenye hayo mambo. Kwa nini? Kwa sababu hawaendi kwa imani. Hawaendi katika ile imani ambayo Mungu anataka watembee nayo. Amen. Wanatembea katika mambo yao wenyewe, katika fikra zao wenyewe. Kabla hawajaomba, hawana imani yoyote kama Mungu yupo. Kwa hiyo wanajaribu kuvuta uwepo wa Mungu ili uwepo Mungu ajisogeze, ajilete. Uwepo wa Mungu upo na wewe muda wote. Uwepo wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yupo na wewe saa zote. Amen. Mungu yupo na wewe hapo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo zungumza na kusikia. Kwa amini ya kwamba yupo na wewe hapo. Amen. Alafu amini ya kwamba hapo unachohitaji unapewa. Kwa maana nyingine, ukishamaliza kusema amen, tayari una kila kitu ulichoomba. Haleluya. Ndio uzuri wa Mungu. Hakupi baada ya miaka fulani, hakupi siku nyingine, anakupa wakati unaomba. Okay, sasa kwa haya mambo mawili ambayo umeambiwa tuamini na Waebrania 11:6. Wewe unaenendaga kwa namna hiyo? Unaamini siku zote ya kwamba Mungu yuko na wewe hapo wakati unaomba? Unaamini ya kwamba Mungu anakusikia hapo wakati unaomba? Okay, jambo la pili. Unaamini ya kwamba unapewa hapo wakati unaomba? Unaamini ya kwamba ukishamaliza kuomba unaondoka na ulichokuwa unaomba? Watu wengine hawaamini. Wanasema mimi nasubiria Mungu atanipa. Hatoka akupe. Mungu alishakupa wakati unaomba. Nasubiri kwa siku tu Mungu atanipa. No. Ulipoomba ulipewa. Pale. Sasa sehemu nyingine tutakuja kujifunza habari ya kupokea baada ya maombi. Kupokea. Kwa sababu ni watu wanapata shida pia hapo. Lakini kabla hatujafika huko, kupokea haiwezi kuwa na shida kama watu wanajua ya kwamba wameshapewa. Shida ya watu wanajua kwamba watapewa, nitapata, Mungu atanipa, na ndio maana hawapati. Lakini ukiishi kwa imani ya kwamba nimemwomba Mungu, Mungu amenipa, it's a done deal, kwamba tayari mimi na Mungu tumemalizana. Nimemwomba, amenipa. Niliponyanyuka kutoka kwenye maombi, Mungu alishanipa. Kwa hiyo simdai kitu chochote. Hapo ndipo tutaanza kuona vitu vikitokea. Lakini kama unaahirisha kwamba Mungu atanipa, atakupa lini? Hamnaga kesho. Kesho haifikagi. Ipo siku tu Mungu atakupa.
haitaka ifike hiyo siku. Siku zinaendelea kwenda, my friend. Amen. Unapewa pale pale wakati wa maombi. Kwa kuwa muda huo huo unapoomba, Mungu yupo hapo, na Mungu anakusikia, na Mungu anakupatia hapo hapo. Hiyo ikae kwenye akili yako. Tembea nayo siku zote. Dumu nayo siku zote. Hakikisha haitoki ndani mwako. Amen. Tutaendelea katika sehemu nyingine inayofuata. Niseme dumu katika afya na kuzidi kutajirika. Amen.